Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu watazamaji popote pale mlipo, nakutana nanyi hewani wakati mwingine tena huu baada ya kipindi kirefu kupita. Nachukua fursa hii pia kuomba radhi watazamaji wangu, wapenzi wangu na wale wote waliotuunga mkono kwenye hizi harakati zetu za kusogeza mbele gurudumu hili la Mwenyezi Mungu kama sehemu ya kutekeleza wajibu wetu tuliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, ya kukumbushana ni mengi na ya kuzungumza ni mengi, lakini katika muda mfupi huu tulionao leo tumeona tuhudhurishe hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yenye kutuelekeza mahali penye mafanikio yetu. Sisi kama wanadamu hapa ulimwenguni tunaishi tukiwa na mipango mbalimbali, na katika mipango hiyo kilele cha safari yake ni kuyafikia mafanikio yanayolengwa kwenye huo mpango, kufikia lengo linalotakikana kwenye hiyo shughuli ambayo inafanywa. Sasa basi, kuna kitu muhimu sana mbali na kuwa na elimu ya kutosha kuhusu jambo unalolifanya, lakini pia kuwa na taarifa nzuri kuhusiana na jambo husika. Hata hivyo, kuna kitu kinachoitwa baraka, kuna kitu kinachoitwa rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambacho kwa kweli kikikosekana, mipango, elimu, ujuzi, taarifa za uhakika zote zinakuwa zina maana yoyote. Hapa ndipo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatufundisha kusema hivi: as-salatu miftahi kula khair. Swala ndio ufunguo wa kila kheri. Kheri ni kitu kinachokufanya kuwa karibu na Allah, ambaye yeye ndiyo mikononi mwake kuna kila kitu. Tabarakalladhi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ametukuka yule ambaye mikononi kwake kuna ufalme wa kila kitu. Hivyo basi, kumnyenyekea Allah, kumtii Allah, kumsikiliza Allah, huko ndiko kwenye kufanikiwa, kama ilivyoeleza hadithi hii kwamba swala ndio ufunguo wa kila kheri. Hivyo wakati mwingine tunaweza kujikuta mambo yetu yamejifunga, mambo yetu hayaendi, tunakimbilia kwa waganga wa kienyeji, wanatuambia una mikosi, una nuksi. Yawezekana kweli, lakini ufunguzi wake hautokani na wewe kushonewa hirizi au kwenda kuua ng'ombe, bali ni kwenda kumnyenyekea, kufanya ibada ya swala. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Yoyote mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu, yoyote mwenye kumtii Mwenyezi Mungu atampa matokeo mazuri ya kila jambo lake analolifanya, na atakayemtegemea basi atampa matokeo mazuri kwenye kile anachofanya pia, na atafunguliwa riziki kutoka katika maeneo yasiyotarajia. Haya hayawezekani ila kwa kuswali, kusimamisha ibada ya swala. Ndio maana wema waliotangulia wao, kuanzia jambo dogo kama kuomba chumvi mpaka kujenga gorofa, walikuwa wakikimbilia katika ibada, kwani ilikuwa ndio ufunguzi wa shida, changamoto na mambo mbalimbali waliona wao kuwa yamekwama, au walikuwa wakifanya hayo ili wasikwame. Hata kabla ya kuanza walikuwa wakimrudia Allah kwanza ili mambo yao yasikwame, na pale walipokwama walimrudia Allah kwa kutekeleza ibada ya swala. Kwa hiyo ndugu zangu, naihusia nafsi yangu na kuhusia nafsi zenu, ili tufanikiwe, ili tufikie malengo na tupate ukamilifu wa yale tunayoyatenda, basi turudi kwa Allah, tumnyenyekee kwa kumtekelezea ibada ya swala, kwa sababu ndiko kwenye ufunguo wa kila majambo yetu. Kwa haya niseme shukrani sana kwa kunisikiliza, na kila yeyote ambaye atafikiwa na taarifa hii, basi inshallah amfikishie na mwingine, ili mradi tu tuweze kukwamuka kwenye mzingiro ambao tuko nao hivi sasa sisi wanadamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.